Kristo wa Nazareth, tunasema ni asante mfalme wa falme, kwa kuwa ni Mungu unayetupenda, wewe ni Mungu unayetupa afya. Tunasema ni asante kwa kuwa unatuwazia yaliyo mema siku zote za maisha yetu. Asante Bwana kwa kuwa unatutendea mambo mengi tunayojua na tusiyofahamu. Tunakushukuru Bwana wa majeshi kwa uhai hata siku ya leo. Bwana Yesu, tunaomba katutangulie, Roho yako Mtakatifu akawe ni mwalimu wetu, akafungue akili zetu, fahamu zetu na masikio yetu, hata tutaposikia neno lako liweze likawe na matokeo na likatusaidie katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba, na wote tuseme amen. 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 Ndio, Jumatatu tulikuwa tunaangalia ni namna gani mtu yoyote ndio anaweza akafanikiwa kibibilia. Mtu yoyote, awe ana uwezo hana uwezo, ametokea kwenye familia maskini au tajiri, awe ni kijana, awe ni baba, ni mama, lakini tukaangalia namna gani mtu yoyote anaweza akafanikiwa kibibilia. Na tukaona kuwa ili mtu aweze kufanikiwa, jambo la kwanza ni lazima ashinde roho ya hofu au uoga. Kwa maana hii ndo jaribu la kwanza atakalolipata, ni kushinda roho ya hofu au uoga. Na tukaona kuwa atatakiwa kujenga ujasiri. Tukajaribu kuangalia kwenye neno la Mungu, tukaona kuwa kwenye kitabu cha Waamuzi, Mungu alikuwa anamwambia Gideoni kuwa watu wote wanaoogopa na kutetemeka warudi nyumbani. Yeye Mungu hayuko tayari kufanya nao kazi, yaani kwenda kuwasaidia. Kwa hiyo Mungu afanyi kazi na watu waoga. Tukaendelea kuangalia pia kuwa uoga ni roho na ni zawadi ambayo mtu anapewa na shetani. Na hii roho mtu akiipokea inamfunga maisha yake yote, inamweka katika hali ya utumwa. Kwa hiyo tukaona kuwa kila mtu kwa kuwa anazaliwa na uoga ni lazima ajenge ujasiri, na ujasiri unajengwa kwa kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo tukasisitiza sana hapo kuwa ujasiri unajengwa kwa kusoma neno la Mungu. Ili tuweze kusema kuwa mtu ni jasiri, ni lazima ujasiri huo umejijenga kwenye subconscious mind yake. Yaani kwenye akili ambayo sio fahamu, akili ambayo tunatumia labda kuhema, akili ambayo inatumika labda kusaga chakula. Uoga unatakiwa ujijenge mpaka ukae kwenye hiyo akili. Kwa hiyo ni lazima usome neno la Mungu kiasi kwamba ujasiri ujijenge huko, so uoga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hata uoga huko kwenye subconscious mind ya mtu. Yaani mtu kwenye akili fahamu anaweza akawa anajihisi mimi ni jasiri, lakini kwenye akili ambayo sio fahamu ndo uoga unapokaa. Kwa hiyo kuna sehemu ambapo uoga unajibana. Huyu mtu anakuwa hajijui kama anatembea na uoga, ila ni muoga. Kwa hiyo ni lazima ili tuweze kushinda uoga, ni lazima tujenge ujasiri kwa kusoma neno la Mungu. Kwa maana tunaposoma neno la Mungu, Biblia inasema neno la Mungu laweza kutunuisha nia za akili zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima tujenge ujasiri kwenye akili zetu ambazo sio fahamu, ili utapotoka sasa na adui akikuonyesha mawimbi, akikuonyesha hizo changamoto, uweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukaona kuwa hata watumishi wakubwa wa Mungu kama Daudi, kabla hajawa mfalme, mtihani wa kwanza ambao alipambana nao ni uoga. Biblia inasema Daudi alianza kwanza kuua simba. Simba inamaanisha roho ya uoga. Akaja kuua dubu. Dubu inamaanisha ni roho ya uharibifu, kwa maana dubu anakuja kula asali. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu ndo akaja akamuua Goliath. Tukimuua Goliath tunakuwa mfalme. Sasa vile Daudi alivyopitia kwenye maisha yake, na wewe leo unapitia, ila ni kwamba tu haujafunguka macho yako kujua unapitiaje. Tunaona hata Samson wakati anaanza safari yake, huenda na wewe ndio unaanza safari yako ya biashara, huenda na wewe ndio sasa hivi kuna safari unaianzisha ya mafanikio yako, alikutana kwanza na simba, na simba akamgurumia. Kwa hiyo ili Samson aweze tu kuendelea mbele, kusonga mbele kwenye safari yake, ni lazima amuue simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Jumatatu tulikuwa tunaangalia ni namna gani tunaweza tukaishinda roho ya uoga. Na tukajifunza kwa kina, ila tukafikia hitimisho kuwa roho ya uoga tunaweza tukaishinda tu kwa kusoma neno la Mungu. Kuna mistari mingi sana kwenye Biblia, zaidi ya 365, ambayo inatufundisha dhidi ya kujenga ujasiri na dhidi ya kushinda roho ya hofu. Kwa hiyo tukasema ni lazima tusome, tutenge muda wetu na tuweke kabisa mkakati kuwa ili nifanikiwe, ukweli ni kwamba ni lazima nijenge ujasiri, na ujasiri wangu nitaujenga kupitia neno la Mungu. Leo tutasonga mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo tutasonga mbele na tutaenda kuangalia ni namna gani tunaweza tukatumia
neno la Mungu kufanikiwa katika biashara zetu au kufanikiwa kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tunajifunza tutaangalia pia ni tatizo gani kubwa ambalo watu wengi wanalikosea wakati wanatumia neno la Mungu, kwa sababu kuna jambo ambalo linawafanya Wakristo wengi wasifanikiwe japokuwa wana neno la Mungu. Sasa hatuwezi tukasema ni wengi hawafanikiwi, ila kuna baadhi ambao hawafanikiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na leo tutaanza kusoma kitabu cha Ezekiel 37 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Ezekiel mlango wa 37 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Tunasoma kitabu cha Ezekiel. Kitabu cha Ezekiel 37 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 10. Ni ile habari ya mifupa mikavu. Ndiyo. Neno la Mungu linasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa, wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hapa kuna fumbo kubwa nitakuonyesha, na kuna ufunuo mkubwa sana hapa hivi nitakuonyesha kwenye huu mstari, kwa sababu kuna kitu kimoja tu ukikijua, basi utaelewa sana neno la Mungu na namna gani tunatakiwa tulitumie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huenda kwenye maisha yako kuna mifupa mikavu. Yaani inamaanisha labda kuna magonjwa, kuna umaskini, kuna udhaifu, kuna hali fulani hivi ambayo sio nzuri, ambayo tunaweza tukaifananisha na mifupa mikavu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ila kuna taswira nataka tuijenge kichwani. Sawa. Kwa maana hapa tunaona Ezekiel yuko na Roho Mtakatifu. Ndiyo. Inamaanisha ni watu wawili. Na wakati Ezekiel yuko na Roho Mtakatifu, wanatembea kwenye bonde la mifupa mikavu. Kwa hiyo hebu pata picha au jenga taswira, ni watu wawili wanatembea sehemu. Hao watu wawili wakati wanatembea sehemu, kuna kitu wanakijadili. Na wanavyokijadili, Roho Mtakatifu anamuuliza Ezekiel, je, mifupa hii inaweza kuishi? Inamaanisha wote wanaiona na wanaona hali yake. Lakini Roho Mtakatifu anamuuliza Ezekiel, hii mifupa inaweza kuishi? Ezekiel anatumia hekima zake, anamwambia Mungu, wewe unajua. Sasa Mungu kuna jambo anaanza kutamka juu ya ile mifupa mikavu. Anaanza kuiambia, sasa iambie hii mifupa mikavu kuwa utapata uhai, kuwa mishipa itakuja juu yako, kuwa pumzi itaingia juu yako, kuwa utapata nyama na ngozi itakufunika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swali ambalo nataka kukuuliza, wakati Mungu yuko na Ezekiel na Mungu anaongea, je, hii mifupa mikavu inasikia au haisikii? Inasikia. Inasikia. Kwa maana Mungu wakati anaongea, Mungu yuko na Ezekiel na Mungu anaiongelesha pia ile mifupa mikavu. Yes. Kwa hiyo ile mifupa mikavu inasikia neno la Mungu. Hata ugonjwa ulionao tayari unajua neno la Mungu. Unajua Mungu alichokisema. Ile unajua ni kitu gani kinashangaza? Haikubadilika. Kwa hiyo Mungu alivyoongea,
kulikuwa bado ile mifupa mikavu haikubadilika, ilibaki vile vile. Mungu alivyozungumza, ile mifupa mikavu haikubadilika, ilibaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ni lazima hiki kitu ukielewe, kwa maana ni lazima ujue Mungu anavyotaka kufanya kazi na sisi wanadamu. Kuna mipaka ambayo Mungu kajiwekea, yaani kuna namna ambayo Mungu mwenyewe kajizuia kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo utaanza kuona kwa hii mifupa mikavu inaanza kubadilika pale ambapo Ezekiel anaongea neno la Mungu, anaitolea unabii, na anavyoitolea unabii kama alivyoamriwa. Yaani inamaanisha Ezekiel akirudia, akiongelesha ile mifupa mikavu, aiambia nyewe mifupa mikavu, jaeni mafuta, haitajaa mafuta kwa sababu Mungu hakusema ijae mafuta. Lakini akisema nyinyi mifupa mikavu, pokeeni uhai, nyama ije, mishipa ije, Biblia inasema kukawa na mtikisiko mkuu. Ghafla vile vitu vikaanza kutokea. Kwa nini? Kwa sababu namna pekee ambapo unavotakiwa kutumia neno la Mungu, unatakiwa utamke kama Mungu alivyosema, kwa sababu Mungu anatazama kufanya alichokisema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo hali yako haikutii wewe, hiyo hali yako itabadilika kwa kuwa Mungu amesema. Lakini Mungu akisema, pia hali yako inasubiri na wewe useme, kwa sababu duniani Mungu alijidhibiti mamlaka yake. Yaani kuna namna ambayo alijiwekea mipaka, kuwa mimi nita control heaven, lakini wanadamu wataongoza dunia. Kwa sababu wanadamu ndio nimewapa dunia waongoze, basi vitu duniani vitakuwa vinabadilika kwa matamshi yao. Ndio maana tunaambiwa tutakula matunda ya kinywa chetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huenda una mifupa mikavu kwenye maisha yako. Hii mifupa mikavu, huenda umeenda mbele za Mungu, umelia sana mbele zake, unamwambia Mungu sema, Mungu sema. Mungu ameshasema. Mungu ameshasema juu ya hali yako mbaya yoyote. Mungu hayuko surprised. Mungu ameshaongea ili utoke kwenye hayo maangamizo, utoke kwenye hiyo shida. Mungu tayari ameshafanya. Kitu ambacho bado hakijafanyika ni wewe sasa kujua ni neno lipi Mungu amesema kwa ajili ya hii hali, ili nichukue hilo neno nikalitamke juu ya hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunamwona Yesu Kristo, Biblia inasema kwenye jaribu lolote tumepewa mlango wa kutokea, au neno la Mungu la kutokea. Alipokuwa katika majaribu, shetani anamletea jambo fulani, anasema imeandikwa. Kwa hiyo wakati shetani anataka mtupie Yesu mfupa mkavu, Yesu naye pia anajawabu, anajua namna ya kudeal na tatizo lolote kwenye maisha yake. Anasema imeandikwa hivi hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe sisi, sehemu ambapo tu Wakristo wengi wanafeli ni kwamba hawajui kuwa tayari Mungu ameshatupa jawabu la kila tatizo, na ili jawabu ni neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie Isaya 55 mstari wa 11. Kuna jambo hapa nataka tulione. Isaya, kitabu cha nabii Isaya 55 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anasema ndivyo litakavyokuwa neno lake, si ndio? Linalotoka katika kinywa chake. Halitanirudia bure. Sasa hapa naomba tena tuangalie hiki kitu, kwa maana hapa kuna fumbo. Biblia inasema halitafanyaje? Halitanirudia bure. Halitanirudia bure. Hivi sasa hivi madam, nikikupa hii simu, nikwambie ichukue, alafu nikwambie kuwa hii simu haitanirudia, ni kazi ya nani kunirudishia? Kwa maana mimi nimeshakupa, si ndio? Mimi nimeshatuma neno langu. Mungu ameshatuma neno lake. Lakini anasema halitamrudia. Kwa hiyo kumbe kuna mtu anatakiwa arudishe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna mtu anatakiwa analirudisha. Sasa watu wengi wanashindwa kurudisha neno la Mungu. Kwa maana sasa Mungu ndo anatoa ahadi, ili neno halitanirudia bure, ila wakati linalirudia litatimiza mapenzi yangu, litafanikiwa katika mambo yale nililolituma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona hapa kuna ahadi ambayo inatolewa, lakini kuna kanuni ambayo pia imewekwa hapo nyuma, kuwa ni lazima sasa hili neno ili liweze kufanikiwa
Ni lazima hili neno ili liweze kuleta mageuzi, ni lazima tulirudishe kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona Biblia inasema kuwa litatimiza mapenzi yangu na litafanikiwa katika yale mambo niliyolituma. Unaona neno la Mungu kwenye kitabu cha Ezekiel lilifanikiwa pale ambapo Ezekiel alilirudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alikuwa kashatuma neno lake, na hali zetu zote, hali yoyote ulionayo inajua neno la Mungu, ila inasubiri utamke neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana neno la Mungu ndio laweza kubadilisha vitu. Neno la Mungu linaweza kuumba. Neno la Mungu linaweza kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Linaweza kujenga, linaweza kubomoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tunatakiwa tuwe tunatamka kila saa kwenye midomo yetu neno la Mungu. Yaani neno la Mungu lisitoke kwenye midomo yetu. Ndio pale ambapo tutafanikiwa sana. Tulikuwa Jumatatu tuliona kuwa Mungu anamwambia Joshua, neno langu au kitabu cha Torati kisitoke kwenye kinywa chako. Kwa hiyo Mungu anatueleza sisi kuwa neno lake halitakiwi kutoka katika vinywa vyetu. Kwa maana neno lake tukilitamka ndipo tutapostawi mno. Kwa maana neno lake lina uwezo wa kubadilisha vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaangalia mfano mwingine sasa. Kutoka kitabu cha Marko 4 kuanzia mstari wa 35 hadi 40. Hapa tutamwangalia Yesu akiwa na wanafunzi wake. Kutoka kwenye kitabu cha Marko mlango wa 4 kuanzia mstari wa 35 hadi mstari wa 40. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema, siku ile kulipokuwa jioni akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilivyokuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa hapa tunaona jambo moja. Labda nikueleze story kidogo hapa ilivyokuwa. Hawa wanafunzi wa Yesu walikuwa wako na Yesu. Na hii siku Yesu alikuwa anawafundisha sana juu ya neno la Mungu. Juu ya uwezo wa neno la Mungu. Anawaambia labda kuna mpanzi alipanda mbegu hapa. Yaani anawapa mifano ile ya neno la Mungu limepandwa sehemu fulani. Aliwapa mifano kama 10. Anawafundisha tu kwa mifano. Sasa akawapa mtihani. Akawapa nini? Mtihani. Na angalia kwa umakini. Yesu akawaambia kitu kimoja. Tuvuke mpaka ng'ambo. Yesu akaachia neno lake. Kama Roho Mtakatifu alivyoachia neno kwa Ezekiel. Lakini sasa na Yesu akaachia neno. Kama leo hii Mungu alivyoachia neno juu yako, labda umepona kwa kupigwa kwangu mimi, wewe umepokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa Mungu ameshaachia neno. Ila nataka tuangalie ni kwa nini wanafunzi wa Yesu walifeli. Nataka tuangalie ni kwa nini japokuwa Mungu ameachia neno lake kuhusu uponyaji mistari mingi sana hadi sasa hivi hujapona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu amesema wewe unatakiwa kufanikiwa hadi sasa hivi hujafanikiwa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini bado kuna hiyo mifupa mikavu? Sasa Mungu ameshasema tuvuke mpaka ng'ambo. Na wanafunzi wake wakaanza safari. Kwa sababu kuna ufahamu walipata, Mungu ameongea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hivi Wakristo tulivyo, kuwa Mungu ameshasema sisi ni watu wakuu sana. Kwa hiyo tutaanza kwenda makanisani, tutaingia kwenye maombi. Yaani kuna hatua ambazo tunaanza kuzichukua. Hata wanafunzi wake kuna hatua walianza kuzifanyaje? Walianza kuzichukua. Ila Biblia sasa inasema walipokuwa wanaanza safari yao, bahari ikachafuka, kukawa na mawimbi sana. Bahari ikachafuka, kukawa na mawimbi makubwa. Na kulivyokuwa na mawimbi, maji yakaanza kuingia chomboni. Maji yakaanza kuingia chomboni. Ninapenda sana Biblia ya Kiingereza inavyosema. Kuna kitu naomba hapa nikugusie. Biblia ya Kiingereza inasema Marko 4 mstari wa 37. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.
It was now full. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa Kiingereza haisemi tu kuwa maji yalikuwa yanaingia kwenye chombo, ila Biblia Kiingereza inasema maji yalikuwa yamejaa kabisa kwenye chombo. Na unajua ukisoma kwenye hivi vitabu vya gospel vyote vimeeleza hii habari. Nikajaribu kuangalia na kwenye Luka 8:23 Biblia Kiingereza inasema kuwa haya maji yalikuwa yamejaa, mawimbi yalikuwa yamewafunika kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hivyo hivyo kwenye Mathayo 8:24 Biblia inajaribu kutuambia kuwa haya maji yalikuwa entirely, yani yalikuwa yamejaa kabisa. Yalikuwa yamejaa kabisa kwenye chombo. Sasa kuna kitu kwanza nataka ukione. Kuwa japokuwa maji yalikuwa yamejaa kwenye chombo, bado kilikuwa kijazama. Bado kilikuwa kijafanyaje? Bado kilikuwa kijazama. Kwa hiyo hiki chombo bado kilikuwa kina shida, lakini hakizami. Bwana Yesu asifiwe. Na haya ndo maisha ya Wakristo wengi. Kuwa japokuwa bado wako kwenye hali ya maangamizo, bado hawaangamii. Yani unamkuta mtu ana madeni na anadaiwa, lakini bado atapata chakula, bado atakuwa tuna hela akula, bado hivyo hivyo. Yani maisha tu ataendelea, hata mtoto wake ataendelea kusoma, japokuwa anadaiwa ada ni hivi. Yani hivyo tu maji yamejaa. Ni maisha mikavu, lakini bado maisha yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna hatua ambayo mtu ameichukua. Kuna ile neema ya kuwa Mungu alishasema na mimi nimeshatii neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ila sasa kuna yale matokeo bora ambao watu hawayaoni. Kuna yale mabadiliko kabisa ambao watu hawayaoni, na ni kwa sababu hawajui kutumia neno la Mungu. Angalia sasa Petro alipofeli. Petro alipoona kuwa sasa mambo yamekuwa magumu sana, akasema ngoja tukamwamshe Yesu. Ngoja tukamwamshe Yesu ili aamke. Hivi unajua, ninaamini kwa Yesu alikuwa hajalala. Ninaamini kwa Yesu alikuwa hajalala. Kwa sababu hauwezi ukalala na kuna mawimbi yanakupiga. Hauwezi ukalala na kuna maji yako labda kwenye miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hauwezi ukalala katika hiyo hali. Kwa hiyo inamaanisha Yesu alikuwa anawatazama aone ni nini watakifanya. Lile neno watalifanyia kazi. Lile neno watalifanyia kazi. Watatumia neno walilonalo. Watatumia neno walilonalo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alikuwa naye anasubiri. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio hivyo hivyo leo hii kwenye maisha yako. Unajua Biblia inatuonyeshaga tabia ya Mungu. Mungu anasubiri, anakuangalia, je, utatumia neno lake kwenye jambo lolote ambalo ni mifupa mikavu kwenye maisha yako. Kumbuka naye Mungu yupo, ndiyo Mungu yupo, lakini anakusubiri kuona, je, utatumia neno lake? Kwa hiyo waliposhindwa kutumia neno la Mungu, walienda kumwamsha Yesu. Yesu akakemea bahari, lakini akawauliza, mbona nyinyi ni waoga? Na kwa nini hamna imani bado? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Yesu anawakemea? Kwa nini Yesu anawauliza haya maswali? Ni kwa sababu Yesu alikuwa anatarajia kuwa Petro atasimama, alafu aiambie bahari, sikia neno la Mungu. Tumeambiwa kuwa tunavuka mpaka ng'ambo. Kwa hiyo sasa hivi tulia na uwe shwari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alikuwa anategemea kuwa watatumia neno lake. Watatumia neno lake. Na Yesu pia alikuwa anajua hata kama hawatatumia neno langu. Bwana Yesu asifiwe. Wasipokuwa waoga hawawezi wakazama, kwa sababu nimeshasema tuende mpaka ng'ambo. Kwa hiyo hata kama chombo kimejaa maji bado hakijazama na hakitazama, kwa sababu neno lililopo ni tunaenda mpaka wapi? Ng'ambo. Mpaka ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ili waende mpaka ng'ambo wakiwa katika hali ya utulivu, katika hali ya mafanikio, katika hali nzuri, walitakiwa wasimame na waongeleshe bahari. Waambie bahari tulia. Waambie kwa neno la Mungu ambao tumechoni tunavuka mpaka ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu anawauliza, je, hamna imani bado? Neno imani lina maana kubwa. Imani haimaanishi tu kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Imani haimaanishi tu kuamini. Imani ni mjumuiko wa maneno manne. Moja ni kuamini, la pili ni matendo, la tatu ni ufahamu, ya nne ni ujasiri. Hivi vyote kwa pamoja ndio imani. Kwa hiyo imani sio tu kuamini. Kuamini ni kipengele kimoja, ni robo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwa English tunasema faith and belief.
Unajua faith ni neno kubwa zaidi. Believing ni kitu kimoja kwenye faith. Kwa hiyo hawa walikuwa wanaamini. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanaamini, ila walikuwa wana kipengele cha pili cha imani ambao ni ufahamu. Walikuwa wana ufahamu, na walikuwa pia wamepungukiwa na ujasiri, ingawa matendo walikuwa nayo. Kwa hiyo kwenye imani walikuwa na matendo, wamefanya tendo la kuonyesha kuwa tunavuka. Bwana Yesu asifiwe. Tupo chomboni. Ndio, tupo chomboni na tunavuka sasa. Lakini hawana ufahamu kuwa tunatakiwa sasa tutumie neno la Mungu kutamka juu ya hii hali, ili hii hali ibadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hawa watu walishindwa kutumia neno la Mungu ili waweze kupata matokeo mazuri kwenye jambo ambalo walikuwa wanalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajua kabisa kuwa chombo, sasa hivi chombo inamaanisha mwanadamu. Na Mungu anaweza akawa yuko kwenye iko chombo. Yaani leo hii wewe msikilizaji, wewe ndo chombo, na Mungu yuko ndani ya iko chombo. Kwa maana naamini wewe kama Mkristo umejawa na Roho Mtakatifu, na una Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hata kuacha wala hata kupungukia. Amen. Kwa hiyo hata Yesu mwenyewe alikuwa chomboni, ila Yesu kuwa chomboni haimaanishi kuwa mawimbi hata kuja, wala haimaanishi Yesu ndo atasema, wala imanishi kwa Yesu ndo atasema. Asante sana. Wewe ndo unatakiwa useme. Bwana Yesu asifiwe. Na japokuwa walikuwa wana Mungu, bado kulikuwa kuna hiyo changamoto. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza kuwa ni lazima tujue namna gani ya kutumia vizuri neno la Mungu, ili tuweze kupata matokeo. Sasa naomba tusome pia Zaburi ya 103 kuanzia mstari wa 20 hadi 21. Kuna jambo jingine hapa nataka tuliangalie. Zaburi ya 103. Zaburi mlango wa 103 mstari wa 20 na 21. Neno la Mungu linasema, mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkiisikiliza sauti ya neno lake. Mhimidini Bwana enyi majeshi yake yote, ninyi watumishi wake mfanyao mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa hapa kuna kitu ambacho nataka nikugusie kuhusu malaika wa Bwana. Kuna kitu ambacho nataka nikugusie kuhusu malaika wa Bwana. Kwanza, jua kitu kimoja. Kila sehemu ambayo Biblia imeandika kuhusu malaika inasemaga kitu kimoja. Hili ni fumbo leo nataka niwafungue macho. Wanatokaga chini kwenda juu. Wanatokaga chini kwenda juu. Yakobo akiwaona anasema nimeona malaika wa Bwana. Wanatoka chini kwenda juu. Inamaanisha malaika wako tayari hapa. Malaika tayari hapa wametuzunguka. Yaani watu wengi wanaofahamu kuwa malaika anatakiwa atoke mbinguni alafu aje. Bwana Yesu asifiwe. Ila ukweli ni kwamba malaika wameshaachiliwa na tayari wameshatuzunguka. Wako katika maeneo yetu. Sasa hivi hapa tulipo wametuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila sasa kuna jambo moja ambalo Biblia inatuambia. Inatuambia malaika ni hodari. Ni hodari. Amen. Ni hodari wakitenda neno lake. Amen. Kwa hiyo malaika ni hodari, lakini sio kutenda maneno ya Carlson. Carlson anaweza kaongea sana, wakabaki tu wamesimama hapa na wanatuangalia. Ila ni hodari kutenda neno la Mungu. Sasa Biblia inakuambia wakisikiliza sauti ya neno lake. Kwa hiyo muda wowote ambao mimi na wewe tutatoa sauti zetu na tunasema neno la Mungu, hawa malaika wanaingia kazini. Kwa sababu wako ready. Yaani wako ready, lakini wanasikiliza. Yaani kuna kodi ya kuactivate. Kwa wanataka wasikie ukitamka neno la Mungu. Wanataka kusikia sauti yako ikiwa inasema neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wa malaika wana enforce. Wanaenda kuenforce sasa kile kitu kiwe halisi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, unaweza ukawa labda umeenda mahakamani na hakimu ameshasema kuwa ile ardhi ni ya kwako, lakini yule mtu bado anaimiliki, hataki kuondoka pale. Wewe unachotakiwa kufanya, tuseme hakimu ndo Mungu kasha tamka, si ndio? Ni lazima utoke na lile neno la hakimu, uende kwa sasa vyombo vya sheria au maaskari, uambie maaskari, angalia hakimu amesema hivi. Kwa hiyo huyu mtu sasa tukamtoe kwenye eneo langu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wa maaskari wako kwa ajili ya kutenda kazi. Malaika wa Bwana wako kwa ajili ya kutenda.
wako kwa ajili ya kwenda kufanya sasa vile vitu ambavyo Mungu ameshavisema, wenyewe wako tayari kuvitekeleza. Lakini wanataka wewe wape taarifa kuwa neno la Mungu nasema hivi, tekelezeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawako tayari kutenda neno lako. Kwa maana hata sasa hivi mimi nikienda polisi, nikiwafuata polisi niwaambie kuna shamba langu liko sehemu fulani, hawa watu ambao wako pale kawatoe. Polisi hawezi tu kwenda kuwatoa. Watasema, je, una amri ya mahakama ya tu kwenda kutolewa pale? Kuna sheria gani? Kuna maelekezo gani? Kuna maelekezo gani kutoka yenye nguvu? Maelekezo yanayokupa mamlaka. Yanayokupa hayo mamlaka. Asante sana. Kwa hiyo tunaona kuwa malaika wa Bwana wako tayari na sisi. Wewe kama Mkristo, malaika wa Bwana wako na wewe. Ila sasa ni lazima ujue kuwatumia ili uweze kupata matokeo. Amen. Hao wapo na ni hodari. Biblia inaanani vizuri sana. Ni hodari wakitenda neno lake. Alafu inakuwekea koma. Inakwambia wanasikiliza sauti ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ukiangalia hapo chini utaona inaendelea kuambia kuwa hao malaika huwa wanafanya tu mapenzi yake. Hao malaika huwa wanafanya tu nini? Mapenzi yake. Haijalishi unaweza kuwa umeomba sana. Unaweza kuwa umeomba sana. Lakini kama hautamki neno la Mungu, kama hautamki neno la Mungu, hali yako haitabadilika. Nikupe mfano wa mtu ambaye ameomba kwa bidii kuliko wanadamu wote. Yesu Kristo. Kuna maombi ambayo Yesu Kristo hakujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua wakati yuko kwenye bustani aliomba mpaka akatoka jasho la damu. Aliomba mpaka akatoka jasho la damu. Na kwa mara ya kwanza tunaona Yesu anachukua prayer team. Anawaambia wanafunzi wake, twendeni na nyinyi mkaniombee. Twendeni na nyinyi mkafanyaje? Yaani inamaanisha alikuwa ameona hii shida ni kubwa sana. Ni nzito, hii hali ni nzito. Kwa hiyo aliwachukua ndio wanafunzi wake. Na anawasii, wameomba, anawaambia jamani, mmeshindwa tu kuomba hata lisali moja, endeleeni kuomba, na waamsha. Ombeni. Ila maombi yao hakujibiwa. Kwa nini? Alikuwa anaomba, Mungu ikiwezekana niondolee kikombe hiki. Sasa hayo hayakuwa mapenzi ya Mungu, wala alikuwa neno la Mungu. Kwa hiyo japokuwa aliomba sana, Mungu hakujibu. Mungu hakufanyaje? Hakujibu. Kwa sababu hilo sio neno lake linavyosema. Muda wote Yesu alikuwa akiomba sawa sawa na neno la Mungu. Pap! Matokeo yanatokea. Mpaka wanafunzi wake wanamfuata na kumwambia, tufundishe namna ya kuomba. Kwa sababu tunaona maombi yako yanafungua milango. Maombi yako yana matokeo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ila kwa mara ya kwanza unaona kuwa maombi ya Yesu hayajajibiwa. Japokuwa ameomba mpaka jasho la damu likatoka. Alivyobadilisha yale maombi, akasema ila kama ni mapenzi yako ninywe hiki kikombe, basi yatimie. Biblia inasema na malaika wa Bwana akatokea, akamjaza nguvu. Na malaika wa Bwana akafanyaje? Akamjaza nguvu. Baada ya kutumia neno. Baada ya kutamka sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Yaani akatumia neno la Mungu kwenye hali yake. Kuwa Mungu sasa, neno lako kama linasema kuwa nikasulubiwe, basi sawa, neno lako likatimie. Alivyokubaliana, yani alivyojialign na neno la Mungu, kwanza kuna muujiza ukatokea kwenye maisha yake, akajazwa nguvu. Na hapo hapo unaona hata malaika wakamhudumia. Yaani unaona kabisa kuwa malaika akatokea akamjaza nguvu. Kwa hiyo huyu malaika, naamini hao malaika muda wote ambao Yesu anatembea wapo. Lakini huyu malaika alikuwa yuko activated. Kwa sababu kuna kitu ambacho Yesu alikuwa anaomba ambacho akija-align na mapenzi ya Mungu. Na malaika ni hodari kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipoji-align tu, kuna muujiza ukatokea. Ni jambo gani leo nimekusisitiza kuanzia mwanzo wa somo mpaka sasa hivi? Tunatakiwa tujue namna kutumia neno la Mungu. Mungu ameshaachia neno lake. Na neno lake limetongelesha kwenye kila aina ya kitu unachokipitia. Hakuna changamoto unayoipitia ambayo neno la Mungu haijaliongelea. Kila changamoto unayoipitia neno la Mungu imeliongelea. Unachotakiwa tu kufanya ni kujua namna gani ya kutumia hilo neno ili uweze kupata matokeo unayoyahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi ninakaribisha maswali, kwa maana
napenda pia maswali ili tuweze kuongeza uelewa. Maswali yanatufanya tuelewe zaidi. Amen. Msikilizaji, na wewe pia tutakupa nafasi ya swali moja. 0672510110 moja mawili hapo kulingana na time. Hebu weka la kwako hapo wakati mimi na Chivaviro tunapenyeza ya kwetu. Mimi la kwangu, swali langu. Hii dhoruba ndio huwa inatokea tu neno linapotamkwa, kwa sababu tunaangalia wakati Yesu anawafundisha hawa wanafunzi wake hayo mambo mbalimbali, hakukuwa na dhoruba yoyote, lakini aliposema tuvuke mpaka ng'ambo wakaingia chomboni, tunaona pale ndo dhoruba inatokea. Ndiyo. Hapa naomba utueleweshe vizuri ili wote sasa tuelewe kwamba inawezekana wakati bado hatujajua au wakati bado hatujasikia Mungu alichotamka kwa habari ya maisha yetu, kuna dhoruba bado tulikuwa tuzipitii. Lakini tulivyosikia ama tulivyojua kwamba Mungu amesema nifike Moshi, sasa kutoka Arusha kufika Moshi dhoruba ndo zinaanza. Ndio, uko sahihi kabisa kuwa pale ambapo tu Mungu ataachia neno lake na ulijue, ndio pale ambapo sasa dhoruba itaanza. Kwa maana niliwaambia huu ndio mtihani wa kwanza. Unaona kabisa kuwa kuna mtu kwenye maisha yake hana changamoto. Ni kwa sababu bado hajachukua hatua yoyote kwenye neno la Mungu. Pale ambapo utachukua hatua ndo simba atakuhurumia. Pale ambapo utachukua hatua ndo utaona mawimbi. Pale ambapo utachukua hatua kwa sasa anaenda vitani, ndo kwanza utaanza kuona maadui. Na ndo utaanza kuona kumbe wako wengi kuliko mimi. Pale ambapo utachukua hatua ya kuwa ninataka nikafungue hii biashara, ya kuwa ndo nataka nianze mafanikio fulani, ndo pale ambapo sasa dhoruba itakuja. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo ya hii dhoruba ni kupima ujasiri wako. Yaani jambo la kwanza ambalo ni lazima tulijue, ndio maana tulianza na ujasiri. Yaani ni lazima tu utapimwa hapo. Uwe unajua uwe haujui. Na kuna wale watu ambao Biblia inasema walipoambiwa tu wale waoga na wanaotetemeka warudi nyumbani. Watu 22,000 kwenye watu 32,000, mtumishi wa Mungu, kwenye watu 32,000, watu 22,000, 70% walirudi nyumbani. Sisi hatutaki changamoto yote kwenye maisha yetu. Sisi hatutaki hata kuchukua hiyo hatua. Yaani hatutaki hata kuona hiyo dhoruba. Tuko tayari tuvumilie umaskini. Hatuko tayari, bado hatuna mipango ya kutoka hapa upangajini. Bado hatuna mipango yote ya kuwa mabilionea. Ndio kwa mwezi napata tu 180,000, lakini sina mpango wowote. Siwazi kuwa nipataje 300,000. Siwazaje kuwa nipate 200,000. Yaani sijataka kuchukua hatua yoyote. Kwa sababu napata hiyo 80,000 na sijataka kuchukua hatua yoyote, sijataka kuendelea sehemu yoyote, sijataka sijataka maendeleo yoyote, basi hakuna wimbi utaliona. As long as umekubaliana na hiyo. Yaani Biblia inakwambia kuwa hata shetani akiwa amemweka mtu kwenye giza, Biblia inasema shetani huwa anamweka mtu kwenye giza, anamfunga na minyororo. Ile unajua kitu cha ajabu ni nini? Biblia inasema ameniketisha kwenye giza. Kwa hiyo hata kwenye hilo giza anataka uwe comfortable. Unajua umeketi ili uwe comfortable. Angekusimamisha huku kuning'iniza, kuna maumivu ungekuwa unapitia. Ungesema hapa nataka kutoka. Si ndio? Lakini kwenye hilo giza shetani huwa anataka kukuketisha. Kuwa usiwe tayari kuchukua hatua yoyote. Usichoke. Na ukitaka kuchukua hatua, sasa ndio utaanza kuona mawimbi. Ndio utaanza kumuona Goliati. Ndio utaanza kuona Wanefili. Ndio utaanza kuona competitors. Bwana Yesu asifiwe. Ila ni lazima uchukue hatua ndio uone. Kwa hiyo uwe tayari kuona dhoruba, ila ujue dhoruba utaishinda kwa ujasiri. Sasa hapo mwalimu, ndo wengi wamesema akichukua hiyo hatua. Naona hapo umetuelekeza vizuri, lakini natamani usisitize zaidi, kwa sababu wengi tunapochukua hatua ndo hapo mtu anakuambia hadi fulani unakuta alikuwa anamheshimu sana fulani, lakini fulani ndo anamuinukia wakati yeye anataka kuendea mafanikio yake, anasema sitaki shari na fulani. Au mwingine ndo anaanza kuchukua hatua, anaona kabisa hata jambo fulani na lenyewe linataka kukwama. Yaani zile dhoruba wa Kristo wengi hatuko tayari kuzihimili. Yaani tunaona kabisa kwamba kuliko nipitie hapa,
bora tu ndo wale waliorudi nyumbani. Sasa Ndiyo. natamani hapo uongeze vizuri kwamba tukiona hizo dhoruba, na inawezekana zikaongezeka zikawa nyingi, lakini sisi tujitie moyo na tusimame hapo, kwa sababu yamkini Mungu kuna aliyokusudia mbele. Ndio maana hapa mbele hapa mwanzo tunaona kuzuiliwa. Amen. Kwa hiyo ni lazima nikutie moyo mtumishi wa Bwana kuwa ni lazima utaona dhoruba, lakini utapoziona ni lazima kuna ukweli fulani wewe unaujua. Yaani kuna neno la Mungu huo unajua. Hautaweza kushinda hizi dhoruba kama hauna neno la Mungu. Kwa maana nimekuambia neno la Mungu ndio litakujenga katika ujasiri wako. Amen. Kwa hiyo kuna ukweli fulani ukisha utambua kwenye maisha yako. Kuna ukweli fulani ukisha ujua kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Huu ukweli ukisha ujua, yaani unajua kabisa mimi nimepona. Neno la Mungu linavyosema ndio kweli juu ya maisha yako. Kuwa mimi ni mtu wa mafanikio, mimi nimefanikiwa, mimi ni wa juu na sio chini, mimi ni kiongozi na sio mtumwa. Biblia inasema Yesu Kristo anatuongoza katika ushindi kwenye kila kitu, na tunaenda kutawala dunia. We are reigning on earth. Sisi tumefanyika kuwa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huu ukweli ukiujua, kuwa ukweli wa neno la Mungu unasema mimi ni mtu wa juu, mimi ni mtu mwenye mafanikio, mimi ni kiongozi na mimi ni mfalme. Huu ukweli ukishaingia, nimekuambia ukweli unatoka uingie kwenye akili yako ambayo si fahamu, kwenye your subconscious. So tu kwenye akili yako fahamu. Kwenye akili yako fahamu nikikwambia hivi unasema ndio huu ni ukweli na ndio neno la Mungu. Lakini unatoka uingie zaidi, yani uingie deep kwenye moyo wako. Huu ukweli ukisha ujua, ndio pale ambapo sasa utaweza kushinda hizi dhoruba zote. Kwa hiyo huu ukweli, nisikutie tu moyo kwa kuambia kuwa unaweza. Nikwambia ukweli ni kwamba unatoka usome neno la Mungu ili uweze ili neno la Mungu likutengenezee ujasiri wa kuweza. Kwa maana neno la Mungu ndio litakujenga. Neno la Mungu ndio litakupa huo ujasiri na kukuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Ya, mi nilikuwa na swali kwa upande wa Yesu. Ulitufundisha, uliweza kututafsiria hapa kwamba Yesu alikuwa anaomba tu, lakini hakuweza kujibiwa, ila alivyotamka neno tu kwamba mapenzi yako yaweze kutimia, mambo ndio yakaweza kukaa vizuri. Sasa swali langu lilikuwa hapa, Yesu ni 100% Mungu, Yesu ni 100% mwanadamu. Imekuwaje sasa kwenye maombi hayo alivyokuwa anaomba akashindwa kujibiwa? Na yeye tayari yeye ni Mungu 100% na ni mwanadamu kwa 100%. Amen. Ni swali zuri sana. Yes. Sasa tunajua kuwa Mungu ni mmoja. Yes. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Yes. Wote ni mmoja. Wote ni mmoja. Sasa kwenye uongozi wao, Mungu aliamua kuwa Mungu Baba awe na mamlaka makubwa zaidi, awe administrator. Bwana Yesu asifiwe. Alafu yani aliamua yeye Mungu Baba awe na mamlaka makubwa zaidi. Sijui ni kuelezaje. Yani yeye ndiye awe na neno la mwisho. Haimaanishi kuwa Yesu Kristo sio Mungu. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni kama mimi Carlson. Mimi ni mwili, roho na nafsi. Sawa. Lakini nafsi yangu ndo ina control mwili. Nafsi yangu ndo tuseme ina moral authority. Yani nafsi nikimaanisha akili, hisia na mawazo. Yani my will, my emotions and my feelings. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nafsi yangu ndo ina more administration. Lakini haimaanishi kuwa roho ya Carlson sio Carlson. Kwa maana roho ya Carlson ni Carlson, mwili wa Carlson ni Carlson, nafsi ya Carlson ni Carlson, na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu wote ni Mungu. Na in fact kama mtu ungeweza kwenda mbinguni na kuona, yani Mungu Baba akiwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi, akiongea neno, lile neno lake linatoka linatembea. Yani neno la Mungu lina nguvu ya kufanya mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linaweza kufanya mabadiliko. Kwa hiyo Mungu akiongea, neno lake lavotoka ndio Yesu Kristo. Kwa maana kuna vitu ambavyo Mungu, yani kuna vitu ambavyo Mungu anataka kuvifanya ila hizi akamruhusu malaika kufanya. Mfano labda kumuumba mwanadamu. Malaika kimuumba mwanadamu, ghafla malaika atakuwa muumbaji. Na Mungu pekee ndio muumbaji. Lakini Mungu ni mfalme, na mfalme huaga ameketi kwenye
kwenye enzi yake. Mfalme hatakiwi kuhangaika. Kwa hiyo sasa, ili kile kitu kiweze kufanyika, mfalme anatamka neno lake. Sasa lile neno lake linatoka linatembea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni 100% Mungu. Na ili neno lake lilivaa mwili duniani. Na ukisoma kwenye kitabu cha Warumi unaona kuwa linasema kuwa ili neno lake likakubali tena kujisubmit. Yani likakubali tena kuwa chini. Yani japokuwa ni sawa la Mungu, lakini likakubali tena kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lilikubali tena kumtii Mungu. Yes. Ndio. Nimeelewa hapa. Amen. Sasa tupite kwenye jumbe huku kwa sababu time yetu imeenda kweli. Anasema okay. Anasema mafundisho, anasema mtumishi ubarikiwe, umenitoa mahali, mafundisho yako nimeyaelewa, ubarikiwe. Amen. Afu huyu anasema mtumishi wa Mungu, kuna mtu ni muoga hata kuongea tu mbele ya watu, hata wanne tu, unasemaje juu ya watu kama hawa, uoga wa kuzidi? Bwana Yesu aturudisha kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno moja nitasema tu, asome neno la Mungu ili limjenge katika ujasiri. Ndio. Na waoga wengi wakae hapo, wasome neno. Wasome neno. Shajiona wewe ni muoga, Bwana, hebu soma neno. Amen. Wenye ujasiri manake neno limejaa kwa wingi ndani yao. Mtumishi wa Mungu, sisi tukushukuru kwa kuhitimisha, karibu uweze kusema na msikilizaji. Amen. Basi kabla sijafunga kwa maombi, ningependa kukusii pia, unaweza ukaenda kwenye social media zetu, kwenye YouTube tunapatikana, Instagram, kwenye Facebook, unaweza ukaandika Jesus Lord God Ministries, ukalike, ukashare, ukasubscribe. Kuna mafundisho mazuri sana ambayo yako na mapana sana. Ubarikiwe sana na tufunge macho ili tuweze kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunasema ni asante mfalme wa amani. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa kuwa umekuwa nasi kuanzia tulipoanza kipindi hiki mpaka majira haya. Tunaomba Bwana ukaendelee kuendelea na vipindi vinavyofuata. Roho wa Mungu waongoze katika vipindi vyote ambavyo vinaendelea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaomba mfalme wa amani ukatupe kiu ya kusoma neno lako ili tukatoke kwenye maangamizo yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninaomba. Amen. Amen. Mtumishi, Mungu akubariki. Lakini pia msikilizaji wetu wa 101.1 Zion Impact FM, Mungu akubariki sana sana. Na tukwambie tu Open Heaven kwa siku hii hapa ya leo hatuna la ziada. Mtumishi wa Mungu Carlson Mbise tutakuwa naye Jumapili, yani kwa wiki hii sasa. Tutakuwa naye tena Jumapili kuanzia saa 2:30 za usiku mpaka pale saa 3:15. Kikubwa endelea kutusikiliza, lakini pia endelea kutufuatilia ili usipitwe na mafundisho haya. Open Heaven tunakuwa tuna la ziada. Mimi naitwa Zaki Simbaye. David Chief Aviro, mbarikiwe sana. Tunawapenda sana. Neno lako anaitwa Godwill Babet. Kwa hili ambalo tumefundishwa na mtumishi wa Mungu Carlson Mbise, endelea kusoma neno. Ni neno pekee ambalo litaingia kazini likutoe hapo ambapo umekwama, hapo ambapo umekuwa unalia, hapo ambapo unaona maangamizo yamezidi. Uwe na wakati mwema na baraka sana. Saa 7 mchana mpaka saa 8 tuna ibada lunch hour. Tunakukaribisha jioni 11 mpaka 12:30 tunakukaribisha, ni ibada ya jioni, ibada ya mfungo. Bye bye.